Hello, kwa majina naitwa Elisha, ni real estate agent. Nadili na masuala ya viwanja, majengo, nyumba za kupangisha, villas. Viwanja vipo Kiruvya, Kibaha, Kigamboni na Bagamoyo. Bei ni kuanzia 2,500, lakini tuna apartments at Msasani, Ocean View. Bei ni kuanzia square mita moja ni kuanzia 1,800. Ziko square mita kuanzia 92, vyumba viwili mpaka vyumba vitatu, na kuna nyumba zingine zina mpaka vyumba vya 8. Karibuni sana kwa ajili ya site visit. Back to this is a new podcast inaitwa Ars Property Hub TZ. Tuko in collaboration na Dapwan Viwanja pamoja na Trending Properties. Kwenye hii purpose ya kuanzisha this podcast ni kwa ajili ya kukufikia wewe mtu unayehitaji kufanya biashara ya real estate, lakini pia unahitaji kununua kiwanja, lakini pia unahitaji kuinvest kwenye real estate business. So tutakuwa tunatoa tips, guides and knowledge kuhusiana na this business. So how tutakuwa tunafanya this podcast? Tutakuwa tuna wahoji watu mbalimbali ambao wanafanya real estate business au washawahi kufanya real estate business. Mfano tunaweza tutakuwa tunahoji tycoons wa real estate business, tutakuwa tunawahoji watu madalali ambao ni connector or the bridge, ambayo wanasaidia buyers and sellers kukutana. So mara nyingi bila dalali ni ngumu kumjua mmiliki wa eneo. Endapo pale kuna buyer anataka kununua eneo fulani, lazima atafute dalali au dalali amtafute buyer ili aweze kumconnect na seller. Okay? Lakini pia tutakuwa tunaongea na real estate agents wadogo ambao wanafanya kazi kwenye kampuni mbalimbali wanaojitegemea pia, ili tuweze kujua faida na changamoto ambazo wanazipitia, lakini pia kujifunza mambo mawili matatu kutoka kwao, namna wanapata wateja. Okay? Lakini pia tutakuwa tuna wahoji watu ambao wanafanya biashara zingine, lakini in one way or another wanamiliki real estate business. Real estate business kwa Tanzania huwa tunachukulia kama viwanja pekee yake, lakini let me tell you something. Real estate business is so wide. Okay? It's so wide. Kuna nyumba za kupangisha, majengo, frames, okay, viwanja, JV, joint venture. Joint venture is whereby mtu unamiliki eneo lakini huwezi kulifanyia maendeleo, huna pesa kufanya maendeleo. Kwa investor comes in. Investor anakuja kati, yeye analiendeleza lile eneo, so unakuwa unaingia mkataba huo, kuna percent unakuwa unapata. So unakuwa unafanya real estate in indirect way. Sawa. Lakini pia kuna watu wana estate, mashamba makubwa wanakodisha. Okay? Sawa. So iko so wide. So tutakuwa tuna discuss about commercial, industrial na residential real estate. Sawa, lakini pia tunafanya hiyo biashara sisi, pia tunauza viwanja, lakini pia tunauza apartments. Sawa. So karibuni sana kwenye this new podcast. Tutajifunza mambo mengi sana. Tuta dig in kwenye masuala ya how to purchase a plot bila kupata migogoro. Namna gani unaweza kununua kiwanja bila kupata migogoro wowote? Kwa sababu watu wengi wananunua viwanja na wanakutana na kiwanja kimeshauzwa mara 2 3. Kiwanja kiko kwenye barabara. Okay, kiwanja kina maji. Sasa utafanyaje ili uweze kujua hiki kiwanja kimenyooka? Hakina shida yoyote. Utafanyaje kujua hiki kiwanja kijauzwa mara 2? Utafanyaje ili kiwanja hicho ambacho wewe umeuziwa kisiuzwe tena? Utafanyaje? Utajuaje kama hiki kiwanja kiko legit? Utajuaje hiki kiwanja hakiko sehemu njia? So that's why follow, like and subscribe ili uweze kujua, ili uweze kupata knowledge na information kuhusiana na viwanja. Nani anatakiwa kumiliki kiwanja? Nani anatakiwa kumiliki kiwanja? Unawezaje kumiliki kiwanja? Unawezaje kumiliki eneo? Unawezaje kununua eneo na usitapeliwe? Sawa. So kuna a lot of knowledge ambazo tutakuwa tunawapa na ambazo tutazipata kutoka kwa tycoons na watu mbalimbali ambao wameshawahi kufanya real estate business. So now is a chance for you who wants to invest in real estate business. Wewe unataka ku-own real estate business. Wewe unataka kununua viwanja kwa ajili ya kujiwekea security. Viwanja ni security. Unajua kiwanja like unaweza ukabahatika ukapata kiwanja ambacho kimenyooka, hakina shida yoyote kwa milioni 10. Sawa, sehemu nzuri. Lakini ukakaa baada ya
miezi miwili kwa sababu kuna mtu anahitaji kiwanja eneo hilo, unaweza kumuuzia hata milioni 15 because it doesn't matter how much you bought. Yeye ana demand, anataka ile eneo. Wewe kwa sasa ulikuwa unataka tu kuhold, mtu anakuja na milioni 20, watu wao. Sasa kuna watu wanafanya vitu kama hivyo. Mtu ananunua square mita 1500 anasikata mara 3 square mita 400 au 450, anaacha na njia, anauza. Anakuta kinunua milioni 60, anauza anapata milioni 100. It's profit. Okay? Ni uaminifu na knowledge. Inabidi uwe na knowledge ya namna ya kupata kununua kiwanja, lakini pia uwe mwaminifu ili uweze kupata that fanya hiyo business. Okay? So kuna vitu vingi ambavyo tutakuwa tunazungumzia. Tutakuwa tunawapa pia information au tutakuwa tuna update kuhusiana na maeneo mapya. Maeneo ambayo yako boom, maeneo ambayo unaweza kununua na ukauza ndani ya muda mfupi. Maeneo mazuri kwanza ni sehemu ambazo zinafikika. Kuna road haiko mbali, especially industrial. Wanataka tu barabara iwe inakaribia na hilo eneo. Lakini residential lazima barabara iwe inapita. Sawa. Kwa kuna umeme, kwa kuna maji. Vitu muhimu vya kuzingatia. Hata wewe ukiwa unataka kununua kiwanja ili uuze, maana yake lazima usikie barabara inafika mpaka eneo husika. Hakuna daraja bovu, hakuna njia mbovu, hakuna matope ambayo yatazungua mvua ikinyesha. So there's a lot of stuff that you need to consider. Kwa mimi nakaribisha sana kwenye this podcast. Kama nilivyosema hapo awali, tuko pamoja na Dar Pwani Viwanja na Trend Properties. Tutakuwa tunawahoji watu mpaka mtaani, tutapata information. Unaweza kuniambia nije wapi kama wewe pia ushakufanya real estate business. Sawa, ili uweze kutoa ushuhuda wako au ukatoa knowledge yako kwa watu waweze kukusikiliza. Na nataka nikwambie viwanja vinapanda bei kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini ukija kwetu Dar Pwani Viwanja, tutakupatia kiwanja. Utaanza na nusu. Viwanja vinaanzia 2.5 milioni 3, milioni 5. Utaanza na nusu bei, alafu nusu bei utalipa ndani ya miezi 6. Sawa. So karibuni sana. This is an introduction video for our podcast, lakini we are looking forward for more videos. Tutakuwa na mafunzo mengi. Tutakuja kujifunza sheria za ardhi, sheria za majengo, sheria za viwanja vya industrial. Utajuaje hiki ni kiwanja cha makazi, hiki ni kiwanja cha industrial. This is commercial property. Okay. Unawezaje ukawekeza na ukapata faida kwenye majengo? Unawezaje ukawekeza na ukapata faida kwenye ardhi? Sawa. So karibuni sana kwenye this podcast. See you in the next video. Bye for now.